Kama kuna mwanga uje sasa, kama kuna msaada umfike. Samani, una shida gani na mimi nakuuliza? Aya, nimepita hapo nilimwagia maji. Angekuwa mtu mwingine, ungemfanyia hivi hivi kama ulivyonifanyia eti. Hivi mdogo wangu, si nimeshakuomba msamaha? Kwani nini ambacho hujaelewa hapa? Hivi msamaha wako unanisaidia nini wakati umeshaniroanisha? Hivi wewe pamoja na kwamba Mungu amekupa kichwa kikubwa na macho makubwa lakini bado huoni na akili huna. Alafu siku hizi mbona unapenda kutengeneza vimaneno vidogo vidogo tena unavizalisha? Una shida gani? Mbona unabadilika sana wewe? Sababu inayonifanya nibadilike usitaki kujua, sawa? Na ili bifu kati yangu mimi na wewe alijaisha mpaka liisha. Na hizi nguo nataka uzifue leo sasa hivi. Hivi huyu mbona siku hizi simuelewi? Ukashaanza kupata vibwana hapa mtaani. Nitajua. Mwamu, na tangu umeniita hapa, wewe unanipigisha machungwa tu. Unajua Mwamu, siku zote wahenga wanakuambia ukitaka cha uvunguni ni sharti uiname. Lakini kwa dunia sasa hivi, maisha jinsi yalivyokuwa mbio na vijana wa sasa hivi jinsi tunavyoishi, yaani mtaka cha uvunguni unalinyanyua tanda na kulitupia huko na kuangalia na kukichukua, sio kukinyenyekea, ni kukichukua. Mwamu, kama sijakuelewa hivi, kwa sababu umeanza kwanza na msamiati wa wahenga, kuna shida yoyote kwani? Huu mtaa wetu wa Mzima mimi naujua vile wewe, yaani naujua vizuri. Na wewe Mwamu, mimi ndio nilokutafutia kazi ile ya ulinzi, umenielewa eh? Yaani nimekutafutia hivyo, yaani niliangalia mazingira nikajua kabisa, yaani mtaa unajua kila kitu kinachoendelea, umenielewa? Hivi Mwamu, katika maisha ya toka ulivyokuja hivi, hamna mtu wote ambaye wewe umezinguana naye, umepishana naye kauli labda? Sifikiri kama kuna mtu ambaye nishawahi kugombana naye. Unanijua mumu wako, mimi ni mtu ambaye sipendi pia makelele, lakini pia sipendi vita na mtu yoyote. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote niliwahi kugombana naye. Na vipi kuhusu yule ndugu yako yule Kilambasi? Kilambasi yupo. Nipo kwenye jitihada pia kumtafutia kazi ili asiwe tu mtu wa kuletewa. Safi sana mwamu wangu bwana. Safi sana. Je, na kuhusu mazingira kwenda kuzuru kaburi la bibi mkubwa kule? Nafikiri nishawahi kuongea na sister. Na nilimwambia mara ya mwisho tulikubaliana kwamba kila mmoja ajitafute. Na tulipata shilingi 40,000. Na kama unavyojua kijijini kwetu, nauli tu kwenda na kurudi hiyo 40,000 haitutoshi. Bado hatujala. Pia huko unakokwenda kuna wenyeji wetu. Wanaposema wenyewe kwamba mgeni aje, mwenyeji apone. Kwa hiyo bado tunapambana. Nikipata tu mwamu mimi nakuja kukuaga kama kawaida. Nakosaje tena? Kikubwa ninachokusisitiza mwamu wangu au vipi? Ninachokusisitiza kule, nenda kazuru kaburi, kutokana najua maisha, unajua wazazi ndo baraka zenyewe, umenielewa eh? Wazazi ndo baraka zenyewe. Nimekuita leo hapa kwa sababu nilikupatia kazi ya kwanza ukashindwa kuitekeleza. Alafu nasikitika umekuwa mwepesi wa kutoa siri zetu. Wewe ni mtoto mdogo, lakini katika kazi zetu wewe ni mtu mzima na una uwezo mkubwa. Na leo hii nakukabidhi nguvu, nakupa uwezo mkubwa ukaweze kuifanya kazi yangu tena. Na kutumia wewe kwa sababu ni mtoto mdogo. Watu wengi wanashindwa kuamini kutokana na umri wangu. Lakini kwako wewe na miujiza utakayoifanya kila mtu atakuamini. Na nipo tayari kupambana na mtu yoyote. Hasa wale tulioanza nao mwanzo. Na maanisha Sasha. Nahitaji tuweze kumpeteza katika ulimwengu huu. Na yoyote atakayejitokeza badala yake, naye pia tutafanya hivyo hivyo kumpoteza katika ulimwengu ili tubaki salama.
Ina maana mpango wa Mzee Mlisho kapambania mpaka kafanikisha, sio? Bila shaka mpango wake umekamilika, na hata sisi pia mpango wetu umekamilika vile vile. Ina maana unataka kumaanisha kwamba ule mpango tuliongeaga siku zote kwa mimi kuondokana katika hii hali bado unawezekana? Naweza nikakusaidia kukurudisha katika familia yako, ila kama tulivyokubaliana, nahitaji ushirikiano wako. Niko tayari kwa maagizo yako, kwa sababu tumaini langu la mwisho ni wewe hapa. Lasi, kama nilivyokuambia nyumba yangu nataka nifanye marekebisho. Na mafundi kama unavyoona nilikupa siku hizi 2. Haina haja kumulika watoto wa nini rafiki yangu. Naona kweli nataka marekebisho. Lakini ipo ni ghafla. Sasa ghafla ipi unaizungumzia wewe? Na nilishakwambia. Yaani wanyinyi watu wenye vijumba, yaani mwenye hela zenu, yaani mkikaa ni mazingira yenu mtaka kufanya nini mnaamua tu hapo hapo, sababu na change nini fresh mnaamua tu kwa ujenzi kama nani. Yaani anayeamua hawezi kukuambia nakupa wiki 2 kwa ajili ya maandalizi. Anayeamua anakufukuza. Poa, mimi nimekuelewa fresh. Nashukuru kama umenielewa. Sema unatamba kweli rafiki yangu na kijumba jumba. Yaani wewe mjengo. Sio kijumba jumba, alafu ujue kimekuhifadhi hichi. Kimekuhifadhi leo unakiita kijumba jumba. Acha hizo wewe. Okay. Hivyo tu. Lakini madam, si ungetuvumilia hata wiki moja kama alivyokuambia mume wangu? Hivyo unajua maana ya kuvumilia mtu wewe? Nyie nimewavumilia mara ngapi? Miezi 3 niwaachia free. Nataka niwavumilie mpaka nibomokee au? Nyie wababaifu, hata mfanyiwe nini ampendeki. Sawa mtuvumilie, lakini imekuwa ghafla sana. Wewe unadhani hela sisi sasa hivi tunaipata wapi? Kwa hiyo mtaangalia namna gani ya kufanya ili mradi muondoke. Hiyo hela mnatakiwa kunilipa mimi. Kalipeni sehemu nyingine, nataka nifanye marekebisho nyumba yangu. Sitaki shida na tutakuwa tumeelewana. Nyumba za Uliso anajishaua. Kwa nyumba gani hapa? Subiri kwanza. Bwana, kumbe mtaa mzima huu kuna vitoto fulani vya mimi sijui yani. Kitoto cha watu kizuri wenye umepoa una habari nini? Nimekupenda bure kwa kweli. Kwa hiyo ndo kazi unaoijua hiyo? Kuzurura kusifia wadada wanaopita barabarani? We kaka, mimi ni mke wa mtu. Asa wewe vipi? Mke wa mtu kitu gani? Sasa mimi nanihusu nini? Mimi nachokiangalia mambo yangu na ninavyotaka mimi ndo ninavyotaka. Wewe mimi naandafia sasa tokiwa mke wa mtu wewe. Kwani mimi nani? Mimi ng'ombe au? Acha habari zako. Wewe vipi mtoto mzuri inabidi uwe na manige kama sisi. Watu wenye protokoli zetu hapa mtaani. Mimi nikipita unajua wenyewe watoto wazuri wenyewe wananipapatia kutoka na mimi ofisa hapa. Mimi mtoto hakika akizinguliwa hapo mimi siwezi kukubali, lazima nimtetee. Kwa ukiishi na mimi na kwa ile fresh and respect. Anaona unaje hapo? Sawa, masela jamii yangu. Lakini sio kwa wewe. Wewe mume wangu mwenyewe msela lakini hajawahi kuvaa kama ulivyovaa wewe. Hivi wewe mwanaume unajitambua unaweza kuvaa hivi na ukatembea barabarani kabisa? Sasa wewe vipi? Sasa unashangaa kitu gani naye? Sasa mbona kodi tu hizi hapa hizi? Hizi kodi mimi nakwambia. Sikie mama. Unaona? Kwa mimi nakuelekeza mwanangu unachukulia hizo, unachukulia poa, yani unataka kunielewa au vipi? Wewe ni mtoto mzuri unashaelewa wewe. Tulizana basi panige hapa. Acha mapepe basi. Kwa nini usielewe kwa nini? Mimi siwezi kutoka na wewe. Kwanza hapo ulipo tu hela ya sigara inakushinda. Au nikusaidie? Hebu njoo kwanza. Tulia basi. Wewe tulia wewe, mbona kama hivyo unachukulia poa nini wewe? Kwa unajikuta una mdomo sana au vipi? Kwa mimi sijamaliza kuongea unataka uitie. Wewe kama nani sasa? Niache. Leta wewe. Kumbe una hela hapa afu unaleta ujeuri. Ungenikubalia fresh mimi ningekuacha ungepita na zako. Unaleta ngolo wanje tu unajifanya una mdomo. Kama mdomo kamekuponza. Yaani nakwambia hiyo hela ulioichukua hiyo utairudisha mwenyewe. Hebu jichenge bana, pita hivi. Shamba nini? Hizo. Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu na macho.
alijifunza kupambana bila msaada. Dadangu samani, kuna sehemu nilikuwa naenda, maana na muda mrefu sijafika maeneo haya. Nilikuwa naenda, kuna mdada fulani hapa anaitwa Ellen, ni shoga yangu. Ellen? Yeah, Ellen. Yuko vipi huyo Ellen? Ni mdada fulani hivi mrefu. Aha, basi nimeshamjua. Ellen mimi ni dada yangu. Yaani baada yake yeye kuzaliwa ndo nazaliwa mimi sasa. Wewe? Kwa unataka kusema kwamba wewe ndo Hilda? Yeah. Miaka mingi sana, siku nyingi sana umekuwa. Ulikuwa kadogo hivi, sasa hivi umekuwa hivyo. Si unavyojua siku zinaenda afu miaka inapita, ndio hivyo binadamu tunakuwa. Sasa nimefurahi kukuona. Sasa sema nilikuwa naelekea gengeni. Sasa twende gengeni afu turudi nyumbani. Sawa, ina shida, twende. Kuna wanaocheka mchana, usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Mzizima si mtaa wa kawaida, kila mtu anaogopa lake la ndani. Mzizima tawa vituko na siri, kila usiku kuna hadithi mpya. Wengine wanalala, wengine wanakesha kwenye anga lake. Rafiki yangu. Hizi siku ni nzuri. Asante. Alafu nilikuwa nishapasahau, nikakutana na huyu dada akaniambia kwamba Ellen yetu ni dada yake. Yaani nimeshangaa sana, Hilda amekuwa. Ndo Hilda huyo. Wow, nimefurahi sana kumuona. Na wewe vipi uko, mbona umesimama tu? Hebu kwanza hivyo vitu. Sasa mbona unga hamna? Si ukanunue mwenyewe. Afu sikiliza, mimi sio kijakazi chako sawa? Na hata huko gengeni penyewe nimeenda kwa sababu nilikuwa na njaa zangu. Nataka niingie ndani nipike. Queen. Ndo mdogo wangu tena mzoee. Kwa ameshakuwa sasa hivi, kwa tabia zote za kidada anazo. Na ndo akifikia umri wanakuwa hivyo. Kwa kawaida. Karibu. Mimi nimezingatia kitu kimoja, mtaani kwetu Mzizima nataka niame. Nataka unitafutie ghetto mtaani kwenu kule. Swala chumba kwangu bila lina shida hiyo. Jambo dogo. Wewe nipe muda tu, niache leo nilipambanie ili ikiwezekana kesho mimi nakucheki. Utakushafanikisha. Tafutie ghetto muuni wangu. Kuwa serious kuhusu jambo hilo hapo askari wangu yani. Siwaze mwenyewe, unaelewa mazingira yangu. Mimi hizo ndo kazi zangu. Hivi siku zile pale msibani kwa mzee Mlisho. Ule msiba uliolewa kule mzee Mlisho wewe? Kwa sababu siku wakati tunazika pale makaburini. Mule ndani niliona wakati wanaingia ndani kupokea ule mwili ule. Niliona ameingia mashehe watupu pamoja na wewe. Sijaona ndugu wengine. Yaani ndugu ana familia, niliona wale mashehe pamoja na wewe. Lakini wana familia sikuona kuingia mule ndani kupokea mwili. Na katika hali ya kawaida kwa jinsi tulivyozoea kuona misiba mbalimbali, huwa mara nyingi mtu anapozikwa kama vile anaingia labda kama ni mashehe, na hata baadhi ya ndugu wa marehemu wanaingia kaburini mule kwa ajili ya kupokea mwili, lakini sijaona kwa kitu. Alafu cha pili, hivi lile jeneza mbona tulivyobeba lilikuwa jepesi sana? Mule ndani kulikuwa kuna mwili kweli mule au watu wale kama gazeti? Nisikilize Kibaja. Mlisho ule pale ndugu yake wa kike. Na kama unavyojua makaburi ya Kiislamu kama vile akaenda kuzika mtoto wa kike aingii kule, unajua. Umenielewa? Alafu sichokijua mimi nimeshiriki kila kitu. Yaani anaoshwa mzee Mlisho mimi nipo. Umenielewa? Makaburini kule kama unaona nimewakilisha nimeingia mule au vipi bwana? Oya mzee Mlisho kafa kweli Kibaja. Usichokiamini kitu gani sasa hapo rafiki yangu? Kama unathibitisha hilo, lakini kwa taarifa zilizopo mtaa Mzizima, watu wengi wanasema kwamba ule mzee hajafariki na bado anaonekana katika mitaa. Maeneo ya Mzizima kule bado anaonekana sana ule mzee. Kwenye hili nahisi kuna mchezo unaendelea. Na wewe unafahamu. Ellen rafiki yangu, pole sana kwa msiba uliotokea. Pia naomba unisamehe sana kwa sababu sikuweza kufika. Nilikuwa busy sana na mitihani. Kama unavyojua mambo ya chuo. Asante sana rafiki yangu. Na haina haja kunikumbusha yote ya nyuma. Ninachomshukuru Mungu ni wazazi wangu wamepumzika kwa amani mpaka sasa. Vipi lakini kuhusu wewe kwa upande wako umefanikiwa?
Of course, naweza nikasema nimefanikiwa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kila masomo ambayo nilikuwa najisomea nimefanikiwa vizuri na nimefaulu ufaulu mkubwa sana. Kwa hiyo unataka kuniambia mimba ulitoa? Yeah, Ellen, ningewezaje kusoma na mimba? Na kama unavyojua familia yetu, unafikiri mimba mimi ningeipeleka wapi Ellen? By the way, tuachane na hayo. Ellen, unaishije na mdogo wako huko ndani? Mbona kama amejawa sana chuki moyoni mwake? Unachokiongea Queen huko sahihi kabisa. Yaani mwenyewe namshangaa sana. Ni mtu ambaye amebadilika kwa muda mfupi ambao hata sikutegemea yani. Nimekaa naye vizuri sana tu kuna muda, lakini nashangaa mimi sasa hivi anakuwa hivyo. Lakini mimi kama dada nitahakikisha nasimama upande wangu na kumrekebisha. Pia simama kama dada, ajue misingi yake kama mtoto humu ndani. Wewe vipi tena? Unaanza kutembea tembea kama kuku wa Kiswahili. Si nilikuwa cha nyumbani wewe? Yaani wewe hata tukikutana mtaani ustaarabu huna. Yaani huwezi kumuuliza mwenzao anatoka wapi na kimemkuta nini kwa alikotoka. Basi tu unanichamba chamba tu mtaani. Unamfaidisha nani? Nilichokuagiza kipo wapi? Yaani kwanza ule hata nimekukuta mume wangu. Yaani kilichonitokea ile hela si nimepolwa. Afuta usinilete sana, umesikia? Usinilete sana. Umepolwa vipi? Wewe utapolwaje wewe? Utapolwaje? Umepolwa vipi hiyo hela? Wewe umepolwa vipi? Wewe unajua mazingira unayopitia nyumbani kwa si unajua mazingira unayopitia? Wewe usinilete sana Tamba. Hebu niambie kwanza hela vipi kwanza? Yaani kwanza picha linaanza huyo mkaka mwenyewe suruali moja, mguu mmoja mrefu, mguu mmoja mfupi. Ana rasta hivi mweusi sio mweusi. Kanipa tu ile hela. Yaani hapa sina hata mimi unaponiona nipo mweupe pena leo sijaituma. Usitaka kunitungia sinema, umesikia wewe? Wewe Tamba, usitaka kunitungia sinema, umesikia? Usitaka kunitungia sinema. Umesikia? Hebu niambie hela iko wapi? Nitakuua mbele za watu Tamba, niambie hela iko wapi? Fanya mambo yangu yote lakini sio katika kunibisha katika mambo ya hela, umenielewa? Niambie hela iko wapi? Hela mpeleka. Yaani unagonga kwa biashara zako huko unaniambia nikusikilize nini? Usiniletee sana, nakwambia muda wote usiniletee sana, mimi sio msanii wa kuigiza, umesikia Tamba? Sikiliza, jichenge mtaani. Jichenge mtaani afu mimi niache mimi nafanya kitu gani yani? Wewe jichenge. Sasa naenda wapi? Wewe niache jichenge kama ulivyo au vipi? Yaani umtaa mzima sasa hivi au vipi? Tunashikana masharubo sio au vipi? Tunaomba tuchezeane sio au vipi? Tunalindana kama sungusungu usiku, nyinyi mmelala, si tunapita naangalia milango yenu, wengine tunalinda, wengine mmelala ndani kwenu huko sungusungu hapo. Tunazuia wezi muda mwingine na kuvunja, wanavunjiwa tunakimbiza sisi kama sungusungu. Mwisho wa picha mnamvizia mke wangu nini? Mnamchukua vichenji vyake sio vipi? Afu watoto wa mtaa nani anajifanya kiburi hapa au vipi? Mmepinda sio? Mmepagawa sio vipi? Tunaoneshana action sio vipi? Kama noma na iwe noma na mtaa wenyewe mzima kama vipi na uzima au vipi bwana? Bango imenifika, kwa tamaa ilonishika, yeah. Pesa inazalilisha, najuta kutenda mama, yeah. Afadhali na wewe nimekutana na kupe. Naweza kupata majibu kutokana na maswali yangu. Vipi leo, unahitaji shikamo yangu? Wewe kama nani unisalimie mimi? Kwa mara ya kwanza nilipokutana na shoga yako mlihitaji shikamo kama heshima kwenu. Leo inashangaa eti utaki shikamo yangu. Haya sawa, tuachane na hayo. Ilikuwaje sasa? Kwanza kunitangazia kwamba mimi sijui nauza genge, mara mimi sijui mlinzi wa getini. Sasa kwani ni uongo? Si ndio uhalisia wa maisha yako? Ulitaka nikuite nani? Rais au? Wewe ni mlinzi wa getini tu na itabaki kuwa hivyo. Nishawahi kukutana na madada kibao hapa mtaani kwetu. Yaani mtaa mzima kila visanga na visa nishawahi kukutana navyo. Lakini visanga hivi ambavyo mimi na wewe tunakutana mara kadhaa kila tukikutana, yaani lazima tuwe simba na chui. Kwani dadangu nimekufanya nini mimi? Tuna ugomvi? Sikia, tulikuwa tuna safari zetu. Halafu wewe na mbwa wa nyumbani kwetu hamna utofauti wowote. Wote ni walinzi wa geti. Kuna nini? Mbona sielewi? Na mbona nakupiga? Sikia rafiki yangu, tuondoke. Huyu kaka waga anazoea sana. Kuna siku tu nimekutana naye, akaleta mambo ambayo siyaelewi. Alafu samahani huko. Yes, kama nimesahau pochi yangu nyumbani. Nyumbani kwako. Wewe naye stories zilikuwa nyingi sana. Stories zilikuwa nyingi sana rafiki yangu. Basi twende. Moyo wake unavunjika,
akikuona na wengine anateseka, lakini bado anakupenda kwa dhati. Ina maana mganga ndo kakushauri kwamba usiongee na mimi tena? Alafu mbona mimi sio mbaya wako? Mimi najua matatizo unayopitia. Wewe si unadaiwa wewe? Yaani mtaa wote wa Mzizima watu wanakudai wewe. Hapo mbona mimi naweza kukusaidia? Umesema una uwezo wa kunisaidia? Mimi nitakusaidia. Lakini kwa sharti hilo. Sharti gani? Nahitaji yule mganga hapo. Mimi nitawezaje kumuua mganga? Ilhali sina nguvu yoyote ile. Shida ni uwezo. Hauwezi kufanikiwa kamwe, kibaraka wa mzee Mlisho. Marahaba, karibu. Chiku nimemkuta? Chiku? Mundani mbona hatuna mtoto anaitwa Chiku? Au umekosea nyumba? Nani? Lumi. Lumi? Lumi yupo. Ngoja nikakushie. Alimfundisha mema njia. Ombili kwanya Nyasenga oli mvumo hapa, si mahala pake pa kuongelea. Na unajua fika sehemu ambayo tunakutana mimi na wewe kwa ajili ya kuongea. Tuna mambo mengi ya kufuatilia. Ina maana ukimya wako unamaanisha hii vita tumeishindwa. Nafahamu hilo. Ila naendelea kumfuatilia mzee Mlisho, nijue jinsi gani ya kupambana naye. Lakini yule mtu ambaye tunasaidizana naye sio mtu mzuri. Kuwa naye makini. Hii ni mara ya pili nakwambia. Mbona ni mtu mzuri? Na kuna taarifa mpya ameniletea kwamba mzee Mlisho anasema Shaka atamrudisha kwa sura nyingine ama kumpoteza kabisa katika uso wa dunia. Nitakupa majibu ya maswali yako yote. Unaweza kaenda. Duza. Ha 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 ha. Duza. 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 Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha.